wawakilishi waliofika hapa kwa ajili ya shughuli muhimu ya uzinduzi wa mpango wa kitaifa wa usambazaji wa mbegu bora nchini Tanzania. Kwa heshima kubwa naomba kutambulisha wewe mwenyewe Mheshimiwa Mboni Mohamed Mwita, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Shinyanga. Naomba tumpigie makofi tafadhali. Lakini katika mkoa wa Shinyanga wako tuna wilaya 3 nazo zinasimamiwa na waheshimiwa wakuu wa wilaya. Tunaye Mheshimiwa Julius Mtatiro, naomba upunge mkono tafadhali. Tunaye Mheshimiwa Frank Mkinda, yeye ni mkuu wa wilaya ya Kahama, tafadhali upunge mkono. Tunaye Mheshimiwa Peter Nicholas Masimbi, mkuu wa wilaya ya Kishapu. Kipekee naomba niwanyanyue wajumbe wa kamati ya usalama ya mkoa wote kwa pamoja mkuu wa wilaya ya Kishapu. Kipekee naomba niwanyanyue wajumbe wa kamati ya usalama ya mkoa wote kwa pamoja mkuu wa wilaya ya Kishapu. Kipekee naomba niwanyanyue wajumbe wa kamati ya usalama ya mkoa wote kwa pamoja mkuu wa wilaya ya Kishapu. Kipekee naomba niwanyanyue wajumbe wa kamati ya usalama ya mkoa wote kwa pamoja mkuu wa wilaya ya Kishapu. Kipekee naomba niwanyanyue wajumbe wa kamati ya usalama ya mkoa wote kwa pamoja mkuu wa wilaya ya Kishapu. Kipekee naomba niwanyanyue wajumbe wa kamati ya usalama ya mkoa wote kwa pamoja mkuu wa wilaya ya Kishapu. Wa chama kikuu cha ushirika cha mkoa wa Shinyanga na wajumbe wake wote kama wapo, tafadhali wapunge mkono. Asante sana. Lakini wakulima, wawakilishi wa wakulima kutoka mamlaka za serikali za mitaa tuliofika hapa siku ya leo, naomba tusimame tupunge mkono wakulima waliopo pale. Asante sana. Na mimi mwenyewe naitwa David Diamongi, ni kaimu mtawala wa mkoa. Makofi tafadhali. Asante sana. Asante sana kaimu rasi. Tupige makofi tena kwa kaimu rasi. Asante sana, asante sana. Sasa namkaribisha mkurugenzi mkuu wa asante sana. Asante sana kaimu rasi. Tupige makofi tena kwa kaimu rasi. Asante sana, asante sana. Sasa namkaribisha mkurugenzi mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Kazi niliyopewa sasa hivi ni ndogo, nadhani baadaye tutaendelea kuongea kwa zaidi. Lakini ninayofanya sasa hivi ni kutoa utambulisho mfupi kwa wale nilioambatana nao na wale ambao bado walikuwa hawajatambulishwa. Shughuli yetu ya leo ni uzinduzi wa kitaifa wa mpango wa ugawaji mbegu bora za kilimo kwa wakulima ambao wako kwenye minyororo ya thamani ya zao la choroko, dengu, mbaazi, ufuta pamoja na soya ambayo haiko hapa, lakini ni jambo la kitaifa. Tunashukuru sana mkoa wa Shinyanga kubeba hii dhamana kubwa sana kwa niaba ya taifa letu. Kwa hiyo kwenye swala la kutambulisha, naomba kwanza kumtambulisha mwakilishi wa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya mamlaka ya udhibiti wa nafaka na mazao mchanganyiko, mkurugenzi Ramen. Tumpigie makofi tafadhali. Na moja kwa moja ninaenda kumtambulisha mkurugenzi mtendaji wa bodi ya usimamizi wa stakabadhi ghalani, Bwana Sangie Bangu. Tutamuongelea hapo baadaye kidogo hizi taasisi kwa sababu ni taasisi kubwa kabisa katika utendaji wetu. Lakini napenda pia kurudia tena kumtambulisha kwenu mrajisi msaidizi, lakini hapa namtambulisha kama mwakilishi wa mrajisi taifa, Tume ya Maendeleo ya Ushirika Tanzania.
Pia napenda kumtambulisha kwenu mwakilishi wa mkurugenzi mkuu wa soko la bidhaa Tanzania TMX. Karibu. Pia napenda kumtambulisha mwakilishi wa mkurugenzi mkuu wa bodi ya pamba. Nimeambiwa yupo, asante, tumpigie makofi. Napenda kutambulisha management yote ya Kopra na wataalamu kutoka Kopra na viongozi. Asanteni. Kwa namna ya kipekee na kwa unyenyekevu mkubwa, wakulima wote na wafanya biashara ya mazao haya ambao mko humu ndani na watambulisha. Wakulima na wafanya biashara, asante sana. Wadau wote ambao wako humu ndani, ndugu waandishi wa habari na wote, itifaki imezingatiwa. Asante sana. Asante sana. Tupige makofi tena kwa mkurugenzi wetu mkuu wa Kopra kwa utambulisho huo. Tunashukuru sana na tunaendelea na ratiba yetu. Sasa naomba nimkaribishe mkurugenzi wa Kopra aje kwa ajili ya kutoa taarifa fupi kuhusu mpango wa ununuzi na usambazaji wa pembejeo kwa wakulima na aweze kutupa nini ambacho kimetukusanya hapa leo hii. Karibu sana mkurugenzi. Kwa mara nyingine tena, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi iendelee. Ndugu mgeni rasmi, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Shinyanga, waheshimiwa wakuu wa wilaya ambao wametambulishwa hapa, Mheshimiwa Rasi, waheshimiwa wakurugenzi na viongozi wote ambao wametaja hapa, itifaki imezingatiwa. Kwa namna nyingine tena, napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutuwezesha kuwepo hapa asubuhi hii ya leo ndani ya mkoa wa Shinyanga, tukishuhudia tukio hili kubwa la uzinduzi wa kitaifa kwa mpango wa ugawaji na usambazaji mbegu kwa ruzuku kwenye wakulima ambao wako kwenye mnyororo ya thamani ambayo ni ya dengu, mbaazi, choroko, soya pamoja na ufuta. Ninayo furaha kubwa sana na heshima kusimama hapa mbele yenu, lakini vile vile kuweza kushuhudia uzinduzi huu ambao Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa utatufanyia ndani ya mkoa wako, lakini ukiwa na alama kubwa ya kufanya katika levo ya kitaifa. Tukio hili ni la kipekee na lina umuhimu mkubwa sana kwa mustakabali wa kilimo nchini, kwani inahusisha moja kwa moja na juhudi za serikali ya awamu ya 6 katika kuinua sekta ya kilimo na kuweka mkazo kwenye uzalishaji wa mazao wenye tija, thamani na ushindani wa soko ndani ya nchi na nje ya nchi. Mpango huu wa ugawaji wa pembejeo na hasa mbegu unalenga kuwafikia wakulima waliouza mazao kupitia mifumo yetu hii rasmi ambayo wote tumekuwa mashuhuda. Tumeona kwa kipindi hichi cha awamu ya 6 tumeimarisha kuhakikisha kwamba kweli tunarasimisha shughuli za kilimo, kilimo kinaenda kusimama kama kibiashara, na kwa namna moja au nyingine tukaweka mifumo rasmi ambayo inasimamia mkulima kweli akaweza kufanya hiyo biashara akiwa anapata faida, lakini wote pia walioko kwenye mnyororo wa thamani wakaweza kupata hiyo faida. Kwa hiyo tukaweka mifumo hii ya kidijitali ya ukusanyaji kupitia ushirika, lakini vile vile ukusanyaji kupitia wafanyabiashara waliorasimishwa, lakini vile vile zaidi ya hapo wakapeleka mazao yao kwenye mifumo ya maghala ambayo yanasimamiwa na Bodi ya Usimamizi wa Stakabadhi Ghalani, ambako tukasimamia ubora, tukahakikisha sasa zile taarifa za mazao na masoko yakaweza kumfikia kupitia kwenye mifumo
ya soko la mtandao ambayo inaongozwa na wenzetu wa TMX. Yote haya ni juhudi za kuhakikisha tunamkaribisha mkulima na soko, tunampa mkulima bei bora, tunampa mkulima nafasi ya kuuza mazao ambayo yamesimamiwa ubora, na nchi inaenda kujipambanua kwa katika nyanja za kibiashara na katika kimataifa. Ndugu mgeni rasmi, Mamlaka ya Udhibiti wa Nafaka na Mazao Mchanganyiko imeanzishwa kwa mujibu wa Sheria ya Usalama wa Chakula, lakini vile vile mamlaka hii kwa ujumla inatekeleza utekelezaji wake wa majukumu yake unalenga kuboresha mfumo mzima wa uzalishaji na biashara ya mazao ya nafaka na mazao mchanganyiko, ambayo kwa namna moja au nyingine kwa kipindi kirefu huko nyuma ni mazao ambayo yaliachwa yakawa hayana mfumo sahihi ambao umesimama na umerasimishwa kuhakikisha haya yote yanaenda kutendeka. Tukiangalia tija ambayo imepatikana, ndugu mgeni rasmi, kwenye uuzaji na ununuzi wa mazao kwa kutumia minada ya kidijitali, ni ukweli usiopingika. Tumeona faida kubwa sana inapatikana, kwani COPRA kwa kushirikiana na taasisi nyingine ndani ya serikali ambazo nimezitaja, tukianza na Soko la Bidhaa Tanzania, Bodi ya Usimamizi wa Stakabadhi Ghalani, Tume ya Maendeleo ya Ushirika, pamoja na sekta binafsi ambao ni wafanyabiashara ambao wamekuwa ni nguzo muhimu sana, tumehakikisha hii minada ya kidijitali inaendelea hasa kwenye haya mazao ya mbaazi, ufuta, choroko, dengu na soya. Hadi sasa Mheshimiwa mgeni rasmi, niruhusu tu niseme kwamba tumeuza kwa mwaka huu zaidi ya tani 505,065 za mazao haya niliyoyataja yamepitia kwenye hii mifumo, na zaidi ya shilingi trilioni 1 zimepitia, na tuna uhakika zimeweza kwenda kwenye mifuko ya wakulima kote nchini Tanzania ambako wanajihusisha na mazao haya. Mheshimiwa mgeni rasmi, haya ni mapinduzi, kwa sababu kwa namna moja au nyingine tuna uhakika mkulima amepata bei, na bei ambayo imeenda kusimamiwa kwenye ulinganishi kuhakikisha bei anayopata inalingana na ile bei ambayo inapatikana kwenye masoko ya kimataifa. Lakini mkulima amepata wanunuzi ambao wamefika kwake kwa mifumo ya kidijitali na wameweza kukua na ushindani wa haki na uwazi, na mkulima bado alikuwa ana nafasi ya kukubali yale bei ambayo ameipata mbele ya macho yake. Kwa hiyo haya ni mapinduzi na yanaenda kuakisi nguvu nyingi ambayo tunaona serikali yetu ya awamu ya 6 imeendelea kufanya kwenye sekta ya kilimo, kwani kuna nguvu nyingi zimeanza na zimeendelea, na tumeweza kuona faida zake ndani ya Tanzania. Kwenye upande wa mbegu bora, ndugu mgeni rasmi, katika juhudi za kuhamasisha kwamba ukulima sasa unakuwa wenye tija ili kuongeza pato la mkulima, na hivyo kuhakikisha kwamba mkulima anapata tija bora na kuinua ubora wa mazao yake, lakini vile vile kumuinua yeye na kipato chake, Wizara ya Kilimo kupitia COPRA imefanya juhudi ya kuchagiza kuhakikisha kwamba tunapata mbegu bora, lakini vile vile kupata pembejeo nyingine ambazo zinahitajika kwenye haya mazao ambayo sasa tumeanza kuhakikisha kwamba yamerasimishwa, na kuhakikisha kwamba tumetenga kwa mwaka huu zaidi ya bilioni 4 za kuanzia kwenye kuhakikisha kwamba tunapata hizi mbegu bora na tunapata pembejeo mbalimbali, ili kuweza kuhakikisha sasa wakulima tunaenda kusimama nao kuanzia shambani, sio tu tunakutana nao huku kwenye mauzo, lakini tunasimama nao bega kwa bega. Na huu ni mwanzo tu, kwa sababu ni mwaka wa kwanza. Tutaendelea kuhakikisha kwamba hizi juhudi tunazozifanya zitaendelea kuimarika. Sasa kweli mkulima akaweze kuona faida, sio tu kuwa amepata mbegu bora, amepata soko bora, amepata bei bora, na tumeweza kusimamia kama nchi kupata ubora unaohitajika, lakini vile vile tunaenda kuhakikisha anachokilima, mbegu anayolima ni mbegu ambayo itampatia tija ya zaidi, lakini vile vile tunahakikisha kwamba ni zao linalohitajika, ni aina inayohitajika, kwa sababu kutoa mbegu ni kuhakikisha kwamba kinachopandwa kinalingana na mahitaji ambayo yanahitajika sokoni. Mkakati huu wa usambazaji wa mbegu tunaanza mwaka huu,
na tulianza kwanza mwaka jana tulisambaza tani 50 kwa wakulima wa Geita, lakini kwa mwaka huu na kwa msimu huu wa kilimo wa 25-26 tumeshaanza michakato na tumeshaanza kupata mbegu. Tutasambaza tani 192 katika maeneo mbalimbali, na hapa mbele yako leo baadaye tutakukabidhi mbegu za choroko ambazo ni za mkoa wako, ambazo utaweza kuzigawa kwenda kwenye halmashauri ambako ndiko wakulima wetu wanapatikana. Kama nilivyosema awali, zoezi hili ni endelevu na lengo ni kufikia wakulima wote wanaozalisha mazao ambayo yanauzwa kwa kupitia hii mifumo, na vile vile kuhakikisha kutokana na changamoto ya upatikanaji wa mbegu bora, sisi tutajihakikisha kwamba tunajipanga kimkakati ili tuweze kupata mbegu nyingi zaidi, ili tuweze kupata pembejeo nyingi zaidi, ili kuhamasisha wakulima waanze kuona faida sasa ya kutumia hii mifumo. Hatuishii tu kwenye kupata soko zuri, lakini vile vile kwenye kusimamiwa kwenye upande wa utekelezaji. Ndugu mgeni rasmi, kabla sijamaliza, nitakuwa nimekosa fadhila kubwa sana kutokuwakaribisha hapa viongozi wenzangu ambao kwa namna moja au nyingine tumesimamia kwa karibu sana hii miongozo ya kurasimisha na kusimamia hii mifumo inatolewa na taasisi hii ambayo ina mamlaka kwenye haya mazao, lakini katika utekelezaji ndani ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunafanya utekelezaji kwa ushirikiano mkubwa sana ambao ni kwa upande wa serikali, lakini vile vile kwa upande wa sekta binafsi. Na kwa namna moja au nyingine nguzo muhimu imekuwa ni yale mashirikiano na taasisi ambazo tumekutana kuhakikisha jambo hili linaenda mbele. Kwa hiyo ninaomba kwa ridhaa yako niwaite kwa salamu fupi, nikianza na ndugu Asangie Bangu ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa bodi ya usimamizi wa stakabadhi ghalani, aje asimame atoe, naona anataka kusimama pale pale alipo, lakini mimi nilikuwa nataka aje hapa mbele asalimie, lakini vile vile kusema yale ambayo yanafanyika kwa upande wake na jinsi ambavyo inaunganisha na hizi juhudi ambazo zinaendelea za serikali. Na baadaye nitamuita ndugu Ian Kaduma ambaye anamwakilisha mkurugenzi mkuu wa soko la bidhaa Tanzania TMX, naye atatoa salamu fupi tu za dakika 1-2, na baadaye pia nitamwalika mrajisi wa mkoa ambaye anamwakilisha mrajisi taifa, naye atatoa salamu. Naombeni niwakaribishe kwa dakika chache sana, alafu nitamalizia. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Amboni Mwihita, mkuu wetu wa mkoa, waheshimiwa wakuu wa wilaya za Kishapu, Kahama pamoja na hapa tulipo, lakini katibu tawala msaidizi ambaye leo namwakilisha RAS, dada yangu Irene pamoja na ndugu yangu Kevin mkurugenzi, wajumbe wa mkutano, habarini za asubuhi. Kama nilivyosemwa, mimi naitwa Asangie Bangu, ni mkurugenzi mtendaji wa bodi ya usimamizi wa stakabadhi za ghala, na Mheshimiwa mkuu wa mkoa amenikiri kwa mara nyingine tena kuthubutu kusema kwamba Shinyanga mimi si mgeni. Nimekuwepo hapa mara nyingi na tumekuwa tukiona mabadiliko yakitokea, na leo hii nilikuwa na mtania dada yangu Irene kwamba hivi hatuhitaji kusali kabla tuende kwenye kikao, maana kuna vikao vingi vingine vikiwa hapa Shinyanga tulikuwa tunafanya maombi kwanza kabla ya kuja kwenye kikao ili tuwe na hali ya utulivu, lakini namshukuru Mungu tumefika mahali pazuri, sasa tunaweza kufanya kazi kwa ushirikiano. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mengi yamesemwa na mwenzangu Irene kuhusu namna tunavyofanya kazi kwa ushirikiano, na mimi nikushukuru pia, niungane naye kushukuru wewe pamoja na mkoa mzima kwa sababu tunaendelea kufanya kazi na mfumo wa stakabadhi za ghala na kuuamini. Na tunaamini kwamba lengo lilikuwa ni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wakulima ambao katika mkoa wa Shinyanga wanafaidika zaidi, lakini tumekwenda hatua mbele zaidi kuonya na wafanyabiashara ambao wanafanya biashara katika mkoa huu wanapata faida. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tunatambua location ya mkoa wa Shinyanga iko katikati ya njia ambako mikoa mingine inapita. Kwa hivyo kuwa na wafanyabiashara wengi katika mkoa huu ni jambo ambalo ni la kuliangalia pia. Kwa hiyo tunashukuru kama tumefanya hivyo.
Lakini niunge mkono sana na nipongeze sana dada yangu Irene kwa jitihada hizi ambazo leo hii tunashuhudia jambo hili kubwa la kitaifa la uzinduzi wa mpango huo wa ugawaji wa pembejeo. Nafikiri Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa huyu ni jirani yangu wa kila siku, tunaamka pamoja kuongea na kikazi. Lakini vile vile nimekuwa nikilalamika, unajua tukienda sokoni kuna swali wanatuuliza, hivi na kutuambia tutumie mfumo mlikuwepo wakati tunalima? Sasa tutakuwa tuna majibu, lakini leo nafikiri tunaanza utaratibu wa kwamba ndio tulikuwepo, tulipana na nyinyi, tukapalilia na nyinyi, na tumefika mahali sasa tunakwenda sokoni pamoja. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ni kuahidi kwamba sisi kama bodi ya usimamizi wa stakabadhi za ghala tutaendelea kuhakikisha kwamba mazao yakishafanyiwa utaratibu wa awali, yanapofika kwenye ghala yatakuwa kwenye ubora unaotakiwa, ili tuweze kuendelea kupata bei za ushindani zilizoko sokoni. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nakushukuru sana kunipa nafasi. Sana. Asante sana. Karibu ndugu Ian Kaduma, lakini pia namuomba mrajisi msaidizi Kakozi uje kumbele na baadaye nitaita wengine. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na viongozi wote ambao mko hapa, itifaki imezingatiwa, na wasalimu wote kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mimi nasimama hapa kwa niaba ya afisa mtendaji mkuu wa Soko la Bidhaa Tanzania, CPA Godfrey Malekano, ambaye yuko katika majukumu mengine ya kiserikali. Kikubwa kabisa, napenda kuwapongeza sana Kopra, kama ambavyo amesema mwenzangu Mr. Bangu. Kwa kweli Irene, tunakupongeza kuanzisha chombo hiki, na wote wanaokusaidia na timu yako, ongereni sana kwa sababu mna compliment juhudi za Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan pamoja na usaidizi wa Waziri Bashe katika kunyanyua wakulima. Kwa hiyo ongereni sana. Na pili, katika salamu hizi fupi ni ahidi kama ambavyo mwenzangu ameahidi Bangu, lakini pia DG Irene ameeleza kuhusu ushirikiano wa taasisi hizi. Ni swala ambalo limetusaidia sana, na sisi tunaahidi tena ushirikiano na Kopra pamoja na WRB, tume ya ushirika na wadau wote mlioko hapa katika kuhakikisha kwamba tunaunga mkono na kufanikisha juhudi hizi. Na nampongeza pia DG Irene kwa kusema kwamba safari wanaanza na mkulima kule chini kwenye upande wa mbegu na sio kukutana naye tu huku juu. Hiyo ni statement muhimu na nimeipenda sana. Kwa hiyo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na wote mlioko hapa, tunawapongezeni wote na tunawatakia kila laheri, na TMX iko tayari kushirikiana nanyi siku zote. Asanteni. Asante mwakilishi wa mrajisi taifa, lakini wakati anakuja kuna watu muhimu sana ambao pia ni kiungo kikubwa. Tunamwomba ndugu Dayton Cherehani ambaye ni mkulima mwakilishi, atakuja naye atasema neno kidogo, lakini vile vile ningependa wa ndugu zetu wafanyabiashara almaarufu kama aggregator, nikimpata mmoja aje naye aseme neno moja, itakuwa ni vema. Karibuni. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, meza kuu, wajumbe wa hafla hii, nimesimama kama nilivyotambulishwa nikimwakilisha mrajisi na mtendaji mkuu Tume ya Maendeleo ya Ushirika kwa ajili ya kusema neno. Jambo la kwanza nichukue fursa hii kuwapongeza Kopra kwa juhudi na hatua ambazo zinachukuliwa, na sasa tunakwenda kutatua changamoto au malalamiko yaliyokuwa yanawahusu wakulima, kwamba tunakutana nao wapi. Kwa kweli kwa hatua hii nawapongeza sana. La pili ni swala tu la la kuweka msisitizo katika kutekeleza malengo na dhamira ya serikali katika kuwahudumia wakulima. Tunajua kwamba
wakulima hawa wamekuwa mara nyingi au kwa muda mrefu sana wamekuwa wanauza mazao yao, yani walikuwa wanalima, inawezekana walikuwa wanatumia kanuni bora za kilimo, lakini walikuwa wanauza holela. Kwa hatua hizi, maana yake tunakwenda kuhakikisha kwamba wakulima wanauza kwa kufuata mifumo ambayo inatambulika na ambayo haina uficho, ina uwazi zaidi. Kwa mantiki hii, sisi kama Tume ya Maendeleo ya Ushirika kwa niaba ya mrajis tunachukua jukumu au tunazungumza kwamba tunatakiwa tuendelee kusimamia na kuratibu shughuli za vyama vya ushirika, ili hawa wakulima kama inavyozungumzwa. Na kwa sasa tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu maendeleo au shughuli au taswira ya shughuli za ushirika sasa at least watu wanakuwa na imani nayo. Kwa hiyo jukumu letu ni kuendelea kushirikiana na COPRA, WRB, TMX kuhakikisha vyama vya ushirika vinauza mazao yao kupitia mifumo ya stakabadhi ghalani, TMX pamoja na COPRA. Baada ya kusema haya, Mheshimiwa mgeni rasmi, nakushukuru. Asante. Asante. Mkulima, karibu. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi kwa jina naitwa Dayton Cherehani, mkulima kutoka kijiji cha Shilabera, kata ya Pandakichiza, katika halmashauri ya wilaya ya Shinyanga vijijini. Mimi ninapenda kuongelea kitu kidogo tu kwenye stakabazi ya gara. Kwangu mimi, kwa sababu mimi ni mkulima wa choroko na dengu, imenisaidia sana kwa sababu tulikuwa tunauza kwa bei ya chini, lakini baada ya kuingia huu mfumo, ina maana tukawa tumenufaika sana. Ina maana tulikuwa tunapunjwa kwangu mimi kwa kipindi fulani, ina maana tulianza kununuliwa kwa shilingi 800, lakini baada ya kuingia huu mfumo tukawa tununuliwa kwa shilingi 1000. Ina maana hiyo ni faida kubwa sana kwetu sisi wakulima, tunaipongeza sana hiyo stakabadhi ya gara. Lakini kwa ushauri mwingine kwenye mazao yetu haya ya choroko, dengu, nadhani kwa sasa hajaingia zaidi katika mfumo wa kilimo bora, na ndio maana sana wakulima pengine wasiweze kunufaika sana, kwa sababu bado kwenye mfumo wa kilimo bora hajawekewa maanani. Mimi naomba sasa, kwa sababu huu mkakati umeshaanza kuingia na pia ni hatua ya mwanzo, mimi naomba sasa haya mazao yaingizwe au yafuatiliwe na yenyewe yaingie kwenye kanuni za kilimo bora, ili mkulima ahakikishe kwamba anapolima ana uhakika wa kwamba atapata mavuno mazuri zaidi kwa eneo dogo. Kwa maana yake mkulima akijua kwamba nikitumia kanuni fulani, nikiifuatilia, ina maana tayari itakuwa nimeshapata faida kubwa kwenye hiyo kanuni. Na ukiangalia kama haya mazao ya choroko, ina maana hatujazingatia sana kwamba tutumie viua wadudu. Ina maana tutumie mbolea, bado upandaji na wenyewe bado. Ina maana mkulima anaingia tu anaanza kutupia. Sasa anapotupia, ina maana tayari pale atakuwa ameingia kwanza kwenye gharama za uzalishaji, kwa sababu atatumia mbegu nyingi bila sababu. Kwa hiyo mimi ninavyofikiri tujikite zaidi kwenye mazao haya, ili wakulima tuwe tunalima eneo dogo na lenye tija zaidi. Nashukuru sana. Karibu sana mfanye biashara ndugu Hassan Mboje, karibu. Asante sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Oktoba. Asanteni sana. Mimi naitwa Hassan Mboje, mwenyekiti wa wafanyabiashara mkoa wa Shinyanga, wafanyabiashara wa mazao mchanganyiko, na pia ni mfanyabiashara. Kwa kifupi sana, mimi nashukuru sana kukutana na uongozi wetu ambao tumehangaika sana kushughulikia haya masuala ya mfumo wa stakabadhi ghalani, lakini hatimaye naona tunakaa pamoja, tunakaa meza moja, tumehangaika sana na mpaka sasa hivi wakulima wameshauelewa huo mfumo. Kingine ambacho mimi napenda kuwashukuru au kumshukuru mkurugenzi Irene kwa kulipata hili wazo la kuja na mbegu, kwa sababu hii ndio ilikuwa changamoto ya maswali ambayo watu walikuwa wanaulizwa sana, kwamba hii stakabadhi ghalani
wanakuja tu baada ya kuvuna, wakati wa kulima hawapo, lakini inafika wakati wa kuvuna wanaingia. Lakini kwa sababu mmeshaanza kuja na majibu, nadhani hata wakulima wenyewe wataupokea vizuri mfumo. Nashukuru sana kwa kupata mawazo hayo ili kwenda kuungana na wakulima pasipo maswali ya kujibu. Kwa hiyo mimi naona kama kutakuwa na mambo mengine, mzidi kuboresha, kuja kama hivi na mbegu, kuja na mbolea, kuja na vitu vingine ambavyo vinahusiana na kilimo. Nashukuru sana, asanteni sana. Karibuni sana. Asante. Nashukuru sana. Asante sana Mheshimiwa RC kwa kutuvumilia. Sisi kama COPRA tunaamini kabisa tunachokifanya hatufanyi wenyewe, tunafanya na wadau, na ndio maana ilikuwa ni muhimu sana kuwaleta hawa wadau, kwa sababu mimi nasimama hapa nikiwa represent, lakini kazi ninayofanya tunafanya nao na tunafanya kwa ajili yao. Kwa hiyo nashukuru sana kwa kuweza kutupa hii nafasi ya kuweza kuona hizi sauti zote ambazo zimekuja hapa, na zote zikiwa zinaipongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na hasa awamu ya 6 kwa juhudi kubwa na ambazo zina matokeo yanayoonekana katika kilimo chetu cha Tanzania na kwa wadau ambao wanasimamiwa. Ndugu mgeni rasmi, ni kweli usiopingika, ili lilikuwa ni ombwe kubwa sana kwamba sasa tunapoanza kuyaangalia haya mazao kimkakati. Huko nyuma haya mazao yalikuwa tu ni yanaonekana kama mboga, na mboga ambayo unaweza ukapata chenchi chache ya kupata hapo sokoni. Lakini sisi tumeyaweka kimkakati, tumesema sasa haya ni mazao na ni mazao ya kibiashara, na kuhakikisha kwamba mkulima anasogezwa karibu na soko na anapata bei yake. Kama alivyosema mkulima wetu hapa, sasa huu ni mwanzo tu, huu ni mguu wa kwanza. Tumeanza na mbegu za awamu ya kwanza ya mwaka huu. Mwaka kesho tutakuja na mbegu nyingi zaidi. Lakini hata mwaka huu tu wenyewe tunapoanza na mbegu, hatuwaachi tu na mbegu. Tunakuja huko kuhakikisha kwamba tunahuisha hizo taratibu za kilimo bora, miongozo mbalimbali ambayo inasimamia kuhakikisha kwamba yanalimwa kwa kufuata misingi bora ya kilimo, ili tija ikaongezeke, ili mkulima akapate zaidi akitumia hii mbegu bora na akatumia utaalamu. Lakini utaalamu unafikaje, mheshimiwa? Tunahakikisha sisi kama COPRA, kwanza kabisa tutakuwa tuna mafunzo mbalimbali ya maafisa ugani wetu ambao tayari tuko nao kwenye serikali, lakini zaidi ya hapo tunajua hawatoshi kwa sababu wakulima wako wengi. Kwa hiyo tutachukua vijana kwa mfumo wa BBT ugani, yani vijana ambao wamesoma, wana taaluma, lakini walikuwa hawana ujuzi na hawajapata ajira. Basi kwa kupitia mfumo wa BBT ugani tutatengeneza vijana ambao wataingia kuchagiza, yani ile nguvu ya wale maafisa ugani wetu waliopo na nguvu ya ziada ya maafisa ugani vijana ambao wameingia kwenye ajira kwa kupitia hizi fursa zilizopo kwenye kilimo. Watashirikiana kuhakikisha wanawafundisha wakulima mbinu bora, ili wakulima sasa waende wakazalishe wakizingatia hizi mbinu bora, wakitumia mbegu bora, kuhakikisha kwamba wanapata zaidi. Lakini yote hayataishia hapo, na pia tutaendeleza kuhakikisha masoko yanapatikana, tunajipanga kimkakati, na vile vile tunaenda kufanya pia hata uongezaji thamani, ili kama nchi sasa tuende tukafaidike zaidi. Basi kwa kusema hayo, napenda kuchukua nafasi hii pia kutoa shukrani zangu, na kama nilivyosema, shukrani zangu za kwanza ni kwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa sababu kwanza yeye ndio ameonyesha kwa vitendo mapenzi yake ya dhati kwa wakulima wa Tanzania, kwa kuwapa kipaumbele kwenye kuongeza bajeti. Tumaki tulianzia pale, ilibidi mambo yaonyeshane kwa vitendo. Tulianzia kule, haya mengine yote sisi ni watendaji, tunaenda kutekeleza yale ambayo tumetumwa na kiongozi wetu na jemedari wetu. Kwa hiyo tunaanzia hapo, lakini hayo yaliyoyafanya kuongeza hiyo bajeti imeenda kuchochea mapinduzi makubwa kwenye kilimo ambayo tunashuhudia, kuanzia kwenye umwagiliaji, upatikanaji wa pembejeo, mbolea, mbegu na huduma za ugani kama nilivyosema. Lakini haya yote yameleta matokeo makubwa sana kwenye uzalishaji. Lakini hakuishia hapo, akaona umuhimu
wa kuhakikisha kwamba bei bora inapatikana, masoko yanapatikana, na haya yote tumeshayasemea kwa mchana wa leo. Lakini yana matokeo. Tumeenda kuona sasa huko, tukienda duniani, Tanzania jina lake linasikika, linasomeka kwenye ramani za dunia. Hapa tunapoongelea, mwaka jana sisi tumekuwa wazalishaji wakubwa wa pili wa mbaazi duniani. Yaani siongelei tu kusema vipi, duniani. Kwa hiyo vitu tunavyovifanya ndani ya Tanzania ni vikubwa na vina matokeo ya haraka na ya kasi. Kwa hiyo tunashukuru sana, na vile vile tunafurahi tunapoona pia wakulima wetu, tukiangalia matani tunayouza na hela zinazoenda mfukoni mwao tunaziona. Kwa mfano kwenye mwaka jana tani 565 za mwaka huu ambazo kwenye mavuno ya haya mazao ambayo tunayazindulia mkakati huu yameuzwa kupitia mifumo hii, na zaidi ya trilioni 1 na zaidi zimepatikana kwa wakulima. Kwa hiyo hii ni jambo kubwa sana. Lakini vile vile natoa shukrani zangu kwa Wizara ya Kilimo, lakini pia kwa ofisi yako ya mkuu wa mkoa wa Shinyanga, kwa sio tu kwa ajili ya uzinduzi huu, lakini kwa ajili ya ushirikiano mkubwa ambao umeendelea kutupa. Nilikuwa na kueleza tulipokuwa ofisini kwamba nyinyi mlikuwa ni chachu ya mabadiliko ambayo tumeweza kuyaona kwenye kanda hii ya Ziwa. Kwa hiyo huo uongozi sisi tunaushukuru na tunakushukuru wewe binafsi, lakini vile vile watumishi wa COPRA, wakulima, wafanyabiashara na wadau wote kwa ushirikiano mkubwa katika maandalizi na utekelezaji wa tukio hili. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana Irene, mkurugenzi mkuu wa COPRA, kwa wasilisho lako, na napenda tu kuwataarifu umma uliopo kwamba tukio letu ni la kitaifa na linaenda live Wasafi TV na Uhondo TV. Kwa hiyo tunaonekana Tanzania nzima, na tukio letu ni la muhimu sana, na hasa tukizingatia kwamba ubora au tija ya mkulima inaanzia kwenye mbegu. Kwa hiyo leo tunafanya kitu kikubwa sana kwa ajili ya taifa letu. Sasa naenda kumkaribisha katibu tawala wa mkoa wetu wa Shinyanga aweze kumkaribisha mgeni wetu rasmi. Karibu katibu tawala. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa mgeni rasmi, kazi niliyopewa ni kukaribisha rasmi kwenye tukio hili la kitaifa. Lakini kabla sijafanya kazi hiyo, Mheshimiwa mgeni rasmi, niseme tu kwamba mkoa wa Shinyanga ni mkoa ambao katika zoezi hili la kuendeleza mazao haya mchanganyiko uliyasimamia vyema. Ofisi hii ilisimamia vyema na ulielekeza mamlaka hizi tatu, kwa maana ya mamlaka hii ya WRRB, lakini TMX pamoja na COPRA na mrajisi msaidizi, kwamba wakutane mara moja na waweke mikakati na mifumo dhabiti kuhakikisha kwamba wakulima wananufaika na mazao haya. Na kweli kitu ambacho kilifanyika katika jengo hili na katika ofisi hii ambapo maelekezo uliyatoa, na hata wale wafanyabiashara walishiriki kamilifu na wakulima, ambako leo tunaona kabisa kwamba ofisi hii imeweza kufanya kazi hiyo. Naomba kiupekee sana tupige makofi kushukuru hilo, Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Lakini lingine la pili ni kwamba tumesikia vyombo hivi vitatu vimeongea hapa, vinne, na wameongea vizuri sana. Lakini kwa mujibu wa sheria ya tawala za mikoa sura namba 97 ya mwaka 1997, ni wapo mamlaka waheshimiwa wakuu wa mikoa, hali kadhalika mamlaka hizi zimepelekwa kwa waheshimiwa wakuu wa wilaya. Sasa kwa kuwa hadhara hii inasikika nchi nzima, basi kwa kutokana na hali hiyo, basi ni kwamba mamlaka hizi kule chini zinatekeleza majukumu yao kwa kuelekeza nguvu hizo kwa mujibu wa sheria serikali za mitaa, na kwa mantiki hiyo
Wakurugenzi wako katika maeneo haya, wakurugenzi wetu wa mamlaka ya serikali za mitaa, ambako kule chini kuna maafisa ugani wanaotekeleza majukumu yao vizuri. Kwa hiyo utaongea kwa mujibu wa taratibu hizo. Kama nilivyosema basi kwamba Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, wewe jukumu hili lako kitaifa siku ya leo, na Watanzania wote watasubiri kukusikia wewe. Basi kiupekee na kwa heshima kubwa na taadhima, niombe sasa Mheshimiwa Mkuu wetu wa Mkoa wa Shinyanga na mgeni rasmi kitaifa uweze kufika hapa mbele na kufanya uzinduzi wa rasmi. Naomba kupigia makofi tafadhali. Tuongeze makofi. Makofi tafadhali. Asante sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asalamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu washiriki, naomba kwa unyenyekevu mkubwa, kwa kutambua kwamba mkoa wetu wa Shinyanga una wilaya 3 na halmashauri 6. Na leo tukiwa kwenye uzinduzi huu wa kitaifa wa mpango wa usambazaji wa mbegu bora kwa wakulima, naomba nitumie fursa hii kuwainua wakuu wetu wa wilaya wote watatu, mkuu wa wilaya ya Shinyanga, mkuu wa wilaya ya Kahama, mkuu wa wilaya ya Kishapu. Naomba niwainue makatibu tawala wote wa wilaya hizi 3, na naomba nitumie fursa hii pia kuwainua wakurugenzi wa halmashauri zote 6, muweze kuona timu kubwa ya mkoa wa Shinyanga ambayo mkurugenzi mtendaji wa COPRA wakati unatushukuru mkoa wa Shinyanga na ukizungumza matokeo chanya na kazi kubwa ambayo imefanyika, sijaifanya mimi kama mkuu wa mkoa, bali nimeifanya mimi nikiwa na wenzangu hawa ambao usiku na mchana wamekuwa mstari wa mbele kutekeleza maelekezo ya serikali na kuhakikisha kwamba matokeo chanya ambayo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amedhamiria kwa wananchi yanakwenda kuwafikia. Naomba mkae, na baada ya hapo nitaomba tupate angalau salamu kutoka kwa kila mkuu wa wilaya, angalau utasemea wilaya yako. Tuanze na wilaya ya Kahama. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa wa Shinyanga, ndugu katibu tawala mkoa wa Shinyanga, waheshimiwa wote viongozi wa COPRA na waalikwa wote wa hafla hii. Awali ya yote, kwa niaba ya wananchi wa Kahama, nitoe shukrani zangu za dhati kwa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, serikali ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, kwa kuhakikisha wakulima wetu katika maeneo ambayo tumepewa nafasi ya kuongoza wanafanya vizuri. Kwa ufupi sana, ninaomba niseme mambo mawili. La kwanza, taarifa na elimu mbalimbali ambayo tumeipata leo tutahakikisha inawafikia wakulima wetu ili waachane na mifumo au tamaduni za kilimo ambazo wanazitumia katika maeneo yao. Sasa waanze kutumia mbegu bora kwa ajili ya kuhakikisha matokeo mazuri ya kazi za kilimo ambazo wanazifanya. Niwashukuru sana na nikushukuru sana Mheshimiwa mkuu wa mkoa kwa sapoti kubwa ambayo umekuwa ukitupa katika nyanja zote pale tunapokutana na changamoto ambazo zina wasibu au kuwakumba wakulima katika shughuli zao za kila siku. Baada ya kusema hayo, ninaomba niwashukuru sana. Karibuni sana Kahama.
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa, mamangu Boni Mohamed Mwita, meza kuu wote, wageni wetu Kopla, TMX pamoja na wataalamu wote ambao mko humu ndani, wajumbe wa kamati ya usalama mkoa. Nami niungane na wenzangu kupongeza sana Kopla kwa kazi kubwa ambayo wamefanya. Sisi wote tunafahamu mamlaka ya udhibiti wa nafaka na mazao mchanganyiko Kopla wanavyofanya kazi kuhakikisha kwamba wakulima wanaweka mazao yao ya pamoja katika stakabadhi za ghala. Bahati nzuri sana sasa hivi zimekuwa ni za kidigitali. Leo unauza mazao yako ukiwa kishapu, lakini unapata mteja kutoka Marekani, unapata mteja kutoka Kenya, unapata mteja kutoka kwenye mataifa mbalimbali. Kazi hii ambayo imefanywa ni kazi moja kubwa sana, ikiwa na lengo la kuhakikisha kwamba wakulima wote wanafaidika na mazao wanayoyalima, hasa haya ambayo yako kwenye utaratibu wa stakabadhi za ghala, ikiwa choroko, mbaazi, ufuta na dengu. Mazao haya kwa kishapu yamekuwa na tija kubwa sana, kwani yameleta faida kubwa kwa wakulima wenyewe kuweza kuingiza kipato na kupata tija, hamasa ya kuendelea kulima zaidi mazao haya baada ya kuwepo huu mfumo. Niwapongeze kwa mfumo huu mpya ambao wenyewe sasa unaanza kusaidia zaidi, kwa sababu mwanzoni mkulima alikuwa anahangaika mwenyewe kutafuta mbegu. Leo mbegu wanaletewa zikiwa mbegu bora. Ina maana kazi kubwa iliyopo sasa hivi ni kwenda kuboresha tu mashamba yetu na kupanda, na baada ya hapo TMX watakuja kununua mazao yetu kwenye stakabadhi za ghala na wakulima watapata fedha. Lakini pia mfumo huu umekuwa na faida kubwa sana, hasa kwenye halmashauri. Halmashauri zilikuwa ziwezi kukusanya mapato zaidi ya milioni 200 kutokana na mazao haya, lakini leo kishapu inaweza kufanya hivyo kutokana na mfumo huu. Si hivyo tu, ofisi ya mkuu wa wilaya ilikuwa haiwezi kupata chochote kutokana na mazao haya, lakini leo hii ofisi ya mkuu wa wilaya inapata chochote kutokana na ufuatiliaji wa utoroshaji wa mazao na kuhakikisha kwamba wakulima wote mazao yao yanauzwa katika stakabadhi za ghala. Nini faida yake? Tunapata faida kwamba serikali inakuwa na uwezo mkubwa wa kuweka bajeti zake, kwa kuwa inajua wakulima waliouza ni wangapi na wameuza kiasi gani na wako wapi wengi, ili hata kama bajeti yake ikitokea, basi serikali inakuwa na nafasi nzuri ya kuweza kuweka bajeti ambayo ni nzuri zaidi. Mwisho, niwaombe sana ndugu zangu Kopla, zoezi hili lisiishie ofisi ya mkuu wa mkoa, liende hadi kule vijijini kwa wakulima na wafanyabiashara wenyewe. Tukahakikisha kwamba tunatoa elimu ya kutosha ili wafanyabiashara wasitoroshe mazao yetu tena, ili wakulima wasiuze mazao yao tena kinyemera, amefuatwa shambani anauzia shambani. Wawe na utaratibu wa kuhakikisha kwamba kwa kushirikiana na serikali yao mazao yao yote yanauzwa katika stakabadhi ghalani katika mifumo ambayo ni halali na ambayo inafahamika kwa utaratibu mzuri. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, asante sana kwa fursa hii. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kama vile zimekuwa za mbali sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa nimewasikia wa Tanzania. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, na kushukuru sana kwa ajili ya fursa hii ambayo ni muhimu sana sana. La kwanza nataka ni wapongeze wenzetu wa Kopra kwa ajili ya kazi kubwa ambayo wanaendelea kuifanya. Na Mheshimiwa mkuu wa mkoa, wakati Kopra inaundwa na kuanza majukumu yake, tulikuwa tuna ombwe ambalo lilipaswa kushughulikiwa. Na mimi bahati nzuri nimekaa katika mfumo huu wa mazao muda mrefu. Kwa hiyo ninafahamu ya kwamba Kopra walikuwa wanakuja kutatua baadhi ya changamoto ambazo tulikuwa tunakabiliana nazo kwenye mazao. Na kuna mambo ambayo kisheria ndugu yangu Bangu wa bodi ya stakabadhi za ghala alikuwa kuna mambo pia hawezi kuyafikia na yuko katika mfumo. Alikuwa anahitaji taasisi imara sana ambayo
itakuja kufanya udhibiti katika baadhi ya maeneo muhimu ili mkulima wa Tanzania aweze kuwa salama katika ule mnyororo mzima wa mazao. Na nataka kusema ya kwamba toka dada Irene umekabidhiwa hii kazi, kweli kabisa tunaona ya kwamba jukumu ambalo COPRA ilikuwa inapaswa kulifanya kisheria linafanywa vizuri, na probably unalifanya vizuri kuliko angepewa hata mwanaume. Kwa hiyo nataka nikupongeze sana, kwa sababu wakati ule unapewa, mimi nilikuwa niko kule Tunduru, kuna baadhi ya watu wakawa wanasema sasa unajua anakuja hapa mwanamke, kuna mbilinge nyingi sana kwenye mazao na nini, lakini nadhani umeingia, umepambana, umewakuta kina Bangu, team up na kazi kubwa inafanyika. Kwa hiyo mimi nikupongeze sana. Lakini eneo la pili ambalo ni muhimu, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nataka kusema kwamba katika kipindi hiki cha miaka minne ambayo tumepata bahati ya taifa letu kuongozwa na mpambanaji mkubwa kabisa bara la Afrika, Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye dada Irene ni mwanamke mwenzio, ni mama, na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ni mwanamke mwenzio na ni mama. Katika kipindi hiki cha miaka minne kumekuwa kuna mabadiliko makubwa sana katika sekta ya kilimo na mfumo mzima kwa maana ya mnyororo ule mzima wa mazao. Hapo nyuma palikuwa pana malalamiko mengi sana, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, lakini nadhani Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya kila aliloweza kuweza kuwa tiba. Kwanza, katika ziara zake nyingi, Mheshimiwa Rais nadhani alipokuwa anakwenda kukutana na wanunuzi wakubwa wa mazao na makampuni makubwa Marekani, India na maeneo mengine, kuna watu wengi walikuwa hawamuelewi. Lakini Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, utulivu ambao leo tunaupata katika mazao, unaona mpaka COPRA wanasema ya kwamba kwenye mbaazi peke yake tumekuwa wazalishaji msimu uliopita wazalishaji wa pili duniani. Yaani hiyo sio rekodi ya kitoto, ni rekodi ambayo inawekwa wakati rais wa taifa hili ni mwanamama mahiri ambaye anaijua dunia, anawajua wakulima na anajua ni namna gani ambavyo tutafanya ili mkulima wa Tanzania aweze kuadvance. Na nafahamu Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kuna mambo mengi ambayo umekuwa ukiyazungumza kwenye hotuba zako na leo labda unaweza ukayarudia. Kuna hotuba moja ulikuwa unazungumza Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, uko unaeleza namna ambavyo Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa kwenye eneo la bajeti za kilimo. Na unaona namna ambavyo imegusa mkoa wetu wa Shinyanga na tumepata progress kubwa katika hilo eneo. Kwa hiyo mimi nasema utulivu ambao tunaopata sasa hivi katika eneo hili la mazao, mnyororo mzima wa mazao, kwa kweli ni kazi kubwa ambayo imefanywa na Mheshimiwa Rais ambaye analijua taifa lake vizuri na anajua umuhimu wa sekta ya wakulima hapa nchini. Lakini Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, eneo la mwisho sasa, COPRA watakuwa wanatamba na kule stakabadhi za ghala wanatamba na TMX wanatamba. Lakini Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mafanikio haya yanayopatikana hapo on the ground bila uongozi na usimamizi wako, bila maelekezo ambayo kila siku unatupatia wakuu wa wilaya na wakurugenzi, makatibu tawala wa wilaya, tukasimamie, hawa hawawezi kutoboa mahali popote. Kwa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tunaweza tukarukaruka hapa, lakini mwisho wa siku mafanikio yoyote yanahitaji kiongozi katika eneo husika. Nilikuona Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ulipokuwa umekwenda Dar es Salaam na kulikuwa kuna dhana na maonesho ya Sabasaba. Kama nadhani walikuwa wamekuandalia pale jukwaa. Lakini haukishia kuzungumza mambo ya madini, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, na hotuba yako ulizungumza juu ya namna ambavyo una mpango mkubwa wa kuendelea kusimamia mifumo ya usimamizi wa mazao katika mkoa wa Shinyanga. Na matokeo tunayoyapata ni kwa sababu ya uongozi huo wa kuhakikisha kwamba yale ambayo taifa letu linataka kuyatenda ili tupige hatua yanatendwa pia katika ngazi hizi za usimamizi wa moja kwa moja ambazo ziko katika mamlaka yako. Mimi nikupongeze sana, niseme Mwenyezi Mungu aendelee kukusimamia sana, uendelee kuprovide a strong leadership katika mkoa wa Shinyanga. Asante sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nilipata bahati ya kuwa na kiongozi na bosi ambaye nilikuwa mkishaongea kabla yake watu wawili watatu, na mkatoa material kali sana. Anasema yale ambayo DC wa Kahama kasema
yale ambayo DC wa Kishapu wamesema na yale ambayo DC wa Shinyanga yamesema, muyachanganye, ndiyo hotuba yangu. Lakini kutokana na itifaki ya leo na kwamba mimi ndiyo mgeni rasmi, sina budi kuongezea pale ambako kaka zangu hawa watakuwa wamesema. Lakini tumie fursa hii kuwashukuru sana waheshimiwa wakuu wa wilaya zote 3 za mkoa wa Shinyanga, mkiwa na makatibu tawala wenu wa wilaya zote 3 na wakurugenzi wote. Naomba niwahakikishie, na kwa kuwa leo ni uzinduzi wa mpango wa kitaifa wa usambazaji wa mbegu bora kwa wakulima, na ni kitaifa, na uongozi wa mkoa ambao uko hapa uko kwa niaba, wakuu wa wilaya wako kwa niaba ya wakuu wa wilaya wengine wote nchini, makatibu tawala wako kwa niaba ya makatibu tawala wote nchini, na wakurugenzi wako hapa kwa niaba ya wakurugenzi wote nchini. Mkoa wa Shinyanga ni shwari, mkoa wa Shinyanga uko imara, na mkoa wa Shinyanga utaendelea kuwa kinara kwenye masuala yote ya kilimo, ufugaji na madini. Inaonyesha ni namna gani ambavyo tuko mstari wa mbele kuyafanya yale ambayo ni maelekezo ya serikali yetu ya awamu ya 6 inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Waheshimiwa wakuu wa wilaya, kaimu katibu tawala mkoa wa Shinyanga, kamati ya usalama mkoa wa Shinyanga, natambua uwepo wa mwakilishi wa mwenyekiti wa bodi ya COPRA, mkurugenzi mkuu wa COPRA, mwakilishi wa mkurugenzi wa soko la bidhaa Tanzania, mkurugenzi mtendaji wa bodi ya usimamizi wa stakabadhi ghala, mwakilishi wa mrajis na mtendaji mkuu wa Tume ya Maendeleo ya Ushirika Tanzania, makatibu tawala wasaidizi Secretariat ya mkoa wa Shinyanga, makatibu tawala wa wilaya zote za mkoa huu wa Shinyanga, wakurugenzi wa mamlaka za serikali za mitaa zote 6 mkoa wa Shinyanga, wawakilishi wa wizara na taasisi mbalimbali za serikali, wadau wa sekta binafsi, viongozi wa vyama vya ushirika, lakini wakulima mbalimbali ambao mko hapa, wanahabari, wawakilishi wa wakulima ambao nimeshawataja hapo awali, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali ya yote nitumie fursa hii kwanza kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia leo afya njema na kuweza kukutana hapa siku hii muhimu sana kwa nchi yetu. Lakini pia kwa namna ya kipekee niwashukuru sana Mamlaka ya Udhibiti wa Nafaka na Mazao Mchanganyiko COPRA kwa kunipa fursa hii adhimu kabisa ya kuwa mgeni rasmi katika tukio hili muhimu ambalo linatuleta pamoja wadau muhimu wa mpango huu, wakiwemo wafanyabiashara wa mazao, wakulima na watendaji wa serikali ambao ni wasimamizi muhimu sana wa mpango huu. Ndugu zangu washiriki, leo ni siku muhimu sana kwenye sekta ya kilimo nchini. Tumekusanyika hapa mkoa wa Shinyanga kwa ajili ya uzinduzi wa mpango wa kitaifa wa usambazaji wa mbegu bora kwa wakulima kwa mpango wa ruzuku unaoratibiwa na Mamlaka ya Udhibiti wa Nafaka wa Mazao Mchanganyiko, yani COPRA. Mpango huu ni sehemu ya utekelezaji wa maono ya serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, mama yetu kiongozi ambaye amesimama mstari wa mbele kuhakikisha kwamba zana na kauli mbiu ya kwamba kilimo ni uti wa mgongo basi inakuwa kwenye uhalisia. Tumeshuhudia alianza kwa kuongeza bajeti kwenye sekta ya kilimo, kwa sababu mipango bila bajeti, mipango bila fedha ni ngumu sana kutekelezeka. Lakini pia tuliona ni namna gani ambavyo kupitia ongezeko la bajeti kwenye sekta hiyo ya kilimo aliweza kutengeneza mifumo mipya, maelekezo mapya kwenye halmashauri zetu. Maafisa kilimo, maafisa ugani wakawezeshwa, wakapewa vitendea kazi, na sekta ya kilimo ikawa sio tena ya ofisini,
bali ni ya kutoka field, ya kwenda kule ambako wako wakulima, kuangalia kinachoendelea, kuwapa elimu na kuwawezesha. Na leo ni ushahidi tosha, tunajionea ni namna gani ambavyo swala hili liko hapa, tunazindua. Na awali ya yote, mkurugenzi mtendaji wa bodi ya usimamizi wa stakabadhi ghala alisimama hapa akakumbusha kipindi cha nyuma kabisa, wakati tuna introduce na tunatoa elimu ya namna ambavyo wakulima wataenda kuadopt matumizi ya stakabadhi ghalani. Haikuwa rahisi, ndio maana alisema kwamba ilibidi tuanze na ibada. Haikuwa rahisi, lakini wakati huo huo na sisi kama viongozi wa mkoa tulielewa wakulima, kwa sababu tulijua wanahitaji kupata elimu. Kila mtu anashika pale na kupaelewa. Hulka ya binadamu yoyote ni comfort zone ambayo una amani nayo. Si rahisi sana kwa mkulima kuhama kwenda kwenye kitu ambacho alikuwa hana uelewa nacho, lakini wakati huo huo upande wa serikali ulikuwa una imani kwamba kule ambako tunapeleka wakulima ni sehemu sahihi na salama zaidi. Kwa hiyo tulikuwa na kazi kubwa ya kuwaaminisha, kuwaelimisha na kuwaomba wakulima waweze kuwa na imani na serikali. Na mkurugenzi wetu wa bodi hii ya usimamizi wa stakabadhi ghala alisimama na kuahidi. Lakini kikubwa zaidi ni kwamba ahadi ambayo ilitolewa basi ni ahadi ambayo ilienda kutimizwa, na leo hii unaona ni namna gani ambavyo mkoa wa Shinyanga una amani sana kwenye mfumo huu, kwa sababu tuliwapa imani na tukawakopesha imani na tukatekeleza ile imani ambayo tuliisema. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuendelea kushukuru sana wasimamizi wenzetu katika maeneo mbalimbali kwenye sekta mbalimbali ndani ya serikali kwa kuendelea kuyasimamia maelekezo ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutekeleza yale maelekezo kwenye uhalisia kwa wananchi, maeneo ambayo Mheshimiwa Rais amedhamiria. Ndugu zangu, mbegu bora ni msingi wa kilimo chenye tija na uhakika wa chakula. Bila mbegu bora hatuwezi kuwa na mavuno ya kutosha na yenye ubora unaohitajika. Na hivyo juhudi ya kuinua kipato cha wakulima zitabaki kuwa ndoto. Na sote tunajua kwamba yote haya tunayoyafanya tunaenda kuangalia namna gani ambavyo tunakwenda kuinua, kuimarisha uchumi wa nchi, uchumi wa wakulima. Kwa mwisho wa siku kuna budgetary implications, lakini kuna masuala ya finances na namna ambavyo mkulima ambaye ndio mlaji wa mwisho anaweza kuendesha maisha yake na akatransform maisha yake kupitia kilimo. Ndugu zangu, kwa kutambua umuhimu wa swala hilo, serikali imeweka mkazo mkubwa katika kuhakikisha wakulima wanapata mbegu bora kwa bei nafuu kupitia mpango huu wa ruzuku. Hivyo upatikanaji wa mbegu nchini ni mdogo ikilinganishwa na mahitaji. Kwa mfano, kwa mwaka wa 2025-26 mahitaji ya mbegu kitaifa yanakadiriwa kuwa tani 127,650, wakati upatikanaji wake kwa sasa ni tani 105,000 kwa mbegu za mazao mbalimbali. Aidha, ndugu washiriki, serikali inaendelea na jitihada za kuhakikisha utoshelevu wa mbegu nchini. Jitihada zinaendelea, mpango wa ununuzi na usambazaji wa mbegu bora unafanyika kwa awamu kulingana na upatikanaji wake pamoja na upatikanaji wa fedha. Ndugu washiriki, kama ambavyo tulivyosikia hapa, nimeelezwa ya kwamba msimu wa kilimo wa mwaka 2020-25 kiasi cha tani 192 za mbegu bora za mazao ya ufuta, tani 126 mbaazi, tani 16 choroko, tani 17 dengu, kumradhi,
Nimeelezwa kwamba kwa msimu wa kilimo mwaka 2025-26 kiasi cha tani 192 za mbegu bora za mazao ya ufuta, tani 126, mbaazi tani 16, choroko tani 17, dengu tani 30 na soya tani 3. Nimeona nirejee ili kuweka kumbukumbu sawa, kwa sababu katika masuala ambayo yanahusika na namba na idadi unaweza ukakosea namba moja ukawa umepotosha. Kwa hiyo nimeona kidogo niweze kurudia hapo kuweza kuweka kumbukumbu sawa. Zenye thamani ya shilingi bilioni 1.82 zitanunuliwa na kusambazwa kwa wakulima waliouza mazao hayo kupitia mfumo rasmi ya masoko ya kidijitali. Kwa mkoa wa Shinyanga, COPRA imetoa jumla ya tani 3 za mbegu za choroko ambazo zitasambazwa kwenye halmashauri ya Kishapu. Kishapu watapokea tani 1.3, Shinyanga DC watapokea tani 1.2 na Shinyanga Manispaa watapokea nusu tani. Wakulima watakaonufaika na mbegu hizo wanatakiwa wawe wamesajiliwa kwenye mfumo wa ruzuku na wawe na namba za usajili. Hali kadhalika, nimeelezwa kwamba usambazaji wa mbegu hizo utafanyika kupitia mifumo ya kidijitali ambao utasambazwa katika halmashauri, na lengo ni kuhakikisha uwazi, ufanisi na usawa katika usambazaji wake. Ndugu zangu, kama ambavyo tunajua, lengo la serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan ni kwamba wananchi waweze kupata mbegu hizi, na njia moja ambayo imenyooka na ni ya wazi kabisa ni kupitia kwenye halmashauri zetu, ambapo wakurugenzi wa halmashauri kupitia wakuu wa idara na wao wakiwa wana utambuzi na taarifa za wakulima wote kwenye halmashauri zao watafanya utaratibu wa kuhakikisha kwamba wakulima husika wote wanakwenda kusambaziwa na kuweza kupata. Na ndio maana kupitia mfumo huu kutakuwa na uwazi, kutakuwa na ufanisi na usawa katika usambazaji. Ndugu washiriki, ugawaji wa mbegu kwa mpango wa ruzuku pia ni mkakati wa serikali wa kuhamasisha matumizi ya mifumo rasmi ya masoko. Mifumo hii inahakikisha uwazi, usawa na ufanisi katika biashara. Aidha, mifumo rasmi pia inawezesha serikali kupata takwimu sahihi za mauzo na hivyo serikali kuweka mipango ya usimamizi na uendelezaji wa mazao hayo. Naomba nitoe rai kwa wakulima wengine na wafanyabiashara wa mazao ya choroko, dengu, mbaazi, soya na ufuta kuhakikisha wanauza mazao yao kupitia mifumo rasmi ya masoko, kwa kuwa mifumo hiyo inalinda maslahi yao. Ndugu zangu washiriki, nimeelezwa kwamba sambamba na usambazaji wa mbegu, COPRA itaongeza nguvu katika huduma ya ugani kwa kutoa mafunzo ya kanuni bora za kilimo kwa wakulima ili kuimarisha ubora kwenye mazao haya. Vile vile COPRA itasambaza viuatilifu kwa mpango wa ruzuku wa 50% na utekelezaji wake utafanyika kwa awamu, ambapo kwa mwaka huu itaanza kwenye zao la ufuta na baada ya hapo katika mazao mengine kulingana na upatikanaji wa fedha. Hivyo nawahimiza wakulima kutumia ipasavyo huduma hizi na kufuata kanuni bora za kilimo ili kuongeza mavuno na ubora wa mazao yao. Na sote tunatambua wazi kwamba unapoongeza mavuno na ubora wa mazao ndio unaongeza thamani ya mazao yako, na unapoongeza thamani ya mazao ndio unaongeza sasa kipato, kwa sababu siku zote mazao yenye ubora na bei yake na thamani yake inapanda zaidi, na hata kwenye ushindani wa kibiashara unakuwa umejiweka katika nafasi nzuri ya kuhakikisha kwamba mazao yako yananunulika, lakini bado yanaendelea huko kuendelea pia kuitangaza nchi, kwa sababu mwisho wa siku mazao yetu haya yanapoenda kuuzwa, yakauzwa nje ya nchi, yanakwenda yakiwa na utambulisho wa kinchi. Tunashuhudia naposafiri nchi za wenzetu, nakwambia unajua ukizungumza choroko
kwa bara la Afrika, choroko nzuri ya Tanzania tayari tumeshaji brand. Kuzungumzia mchele mzuri hapa nitapigania kidogo Kahama. Mchele wa Kahama, japo Wambea na wenyewe watasema Wambea, lakini mwisho wa siku yote iko kwenye namna ya kuweza kuongeza thamani na kusimamia branding ya zao fulani kimkoa, lakini pia kinchi na kibara. Kwa hiyo hii inaenda kutuletea ufanisi, na kwa kutumia kanuni hizi bora za kilimo tunaenda kuongeza mavuno na ubora wa mazao yetu, na itaenda kuongeza tija kwenye mapato ya mkulima, ya halmashauri, ya nchi, lakini pia ustawi wa jamii kwa ujumla. Ndugu zangu washiriki, serikali inaendelea kuwa bega kwa bega na wakulima kuhakikisha wanapata elimu bora ya kilimo, masoko na uhakika wa mazingira rafiki ya uzalishaji. Tunawahimiza wakulima kushirikiana na maafisa ugani, vyama vya ushirika na wadau wote wa kilimo ili kuongeza maarifa na mbinu za kisasa za kilimo bora. Natoa rai kwa wadau wote wakiwemo watendaji wa serikali na vyama vya ushirika kusimamia utekelezaji wa mpango huu kwa weledi na uwazi ili matokeo yake yaonekane kwa wakulima na taifa zima kwa ujumla. Ndugu zangu washiriki, tunawahimiza sana wakulima kushirikiana na maafisa ugani. Serikali imewekeza fedha, serikali imeongeza timu ya waajiriwa kwenye sekta ya kilimo, serikali imewezesha ili kwanza tuweze kuwa na watu wa kupita kwenye maeneo yetu kutoa elimu ili kuweza kuongeza ufanisi. Naomba tuwatumie kwa sababu wako pale kwa ajili yetu. Tuwatumie kwa sababu wako pale kwa ajili ya kukwambia mbegu ipi ni bora kwa zao lipi. Tuwatumie kwa sababu wako pale kukwambia kwa utabiri wa mamlaka ya hali ya hewa mwaka huu tunatarajia kuwa na ukame. Kwa hiyo tunabadilisha kutoka kwenye mbegu hii kwenda kwenye mbegu ambayo inastahimili ukame. Mwaka huu tunatarajia kuwa na mvua zaidi. Sasa tunabadilisha mbegu. Tunakwenda kwenye mbegu ambayo inaweza ikahimili maji ya wingi kupita wastani unaotakiwa, kwa sababu kwa wakulima sote tunatambua wazi kwamba kila nyakati, kila aina ya ardhi, aina ya mchanga, aina ya hali ya hewa na mazingira, vyote vinachangia kwenye swala zima la kilimo, lakini pia ubora wa mazao. Kwa tuna watu ambao wao hawafanyi kwa mazoea, wamesomea. Tunao watu ambao hawafanyi kwa kuhadisiwa, wamezoea kutokana na kazi ambayo wanaifanya na wameisomea. Kwa hiyo ndugu zangu, naomba tuwatumie. Lakini pia napenda kutoa rai kwa mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA imetoa utabiri wa mvua za msimu wa mwaka 2025-26 kuwa chini ya wastani hadi wastani kwa maeneo yanayopata mvua mara moja kwa mwaka, yaani mikoa ya Kigoma, Tabora, Katavi, Singida na Dodoma inatarajiwa kupata mvua za chini ya wastani hadi wastani, huku Njombe, Iringa, Mbeya, Songwe, Rukwa, Ruvuma, Mtwara, Lindi na kusini mwa Morogoro zinatarajia kupata mvua za wastani. Wakulima wanashauriwa kuandaa mashamba kwa wakati, kupanda mazao yanayostahimili ukame kama vile choroko, dengu, mtama, uwele, viazi vitamu na mihogo, kwa kutumia mbegu bora zinazokomaa mapema na kufuatilia taarifa za hali ya hewa mara kwa mara ili kulima mazao kwa kuzingatia utabiri uliotolewa. Pia watendaji wa serikali na wakulima wanatakiwa kuchukua tahadhari na hatua madhubuti ili kupunguza athari zinazoweza kujitokeza kutokana na utabiri huu. Ndugu zangu wananchi, lakini washiriki ambao tunashiriki wote kwa siku ya leo hapa. Lengo la kuwa na mamlaka ya hali ya hewa
ambao pia wamewezeshwa sana na serikali ya awamu ya 6 kupitia kiongozi wetu Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, ni kuweza kutabiri kutokana na vipimo na mitambo mbalimbali waliokuwa nayo. Sasa kwa nini wanafanya hivyo? Wanafanya hivyo ili tuweze kujipanga. Wanafanya hivyo ili tuweze kuweka mipango yetu sawa. Kwa hiyo tutumie utabiri huu kuweza kujipanga mapema, kuandaa mashamba yetu, lakini pia kutumia mbegu bora ambazo leo hii wenzetu wa COPRA wameweza kutupa. Ndugu zangu, mengi yamesemwa. Kikubwa tunaendelea sana kuwapongeza wenzetu wa COPRA kwa namna ya kipekee kwa kazi kubwa ambayo wameendelea kuifanya. Mkurugenzi mkuu wa COPRA, hongera sana kwa kazi kubwa ambayo mmeifanya. Lakini tumie fursa hii kumpongeza sana mwenyekiti wa bodi ya COPRA ambaye leo hii anawakilishwa na board member ambaye tunafarijika kwa uwepo wako hapa. Sisi tunaamini kwamba ili institution iende inahitaji bodi imara, lakini na mkurugenzi mtendaji imara. Kwa hiyo COPRA tunaamini kwamba dada yangu Irene umebahatika kuwa na bodi imara ambayo imeendelea kuwa inashauri na kuregulate na kuhakikisha kwamba yale yote ambayo yanafanyika COPRA basi yanakwenda yanaimarika vile ambavyo natakiwa. Lakini mkurugenzi mtendaji wa bodi ya usimamizi wa stakabadhi Galani, hongera sana kwa kazi kubwa ambayo umeendelea kuifanya ya kutoa elimu, na hakika leo uko Shinyanga na unashuhudia ni namna gani ambavyo yale yote ambayo uliendelea kuyasimamia kupitia sasa maeneo mbalimbali. Leo tuko na dada yetu Irene hapa, basi mambo yanakwenda na hakuna kitakacho haribika. Nitumie fursa hii pia kupongeza sana Kaimu Ras kwa niaba ya secretariat yote ya mkoa wa Shinyanga, timu ya ofisi ya mkuu wa mkoa wa Shinyanga. Kwa kweli hongereni sana kwa kuwa mstari wa mbele kwa kazi kubwa ambayo mmeendelea kuifanya. Tunasemaga siku zote hii ni timu ya our unsung heroes. Unajua kuna watu ambao wanakuwa nyuma, wao ndo watengenezaji mambo na sio mara zote wanatamkwa, lakini leo naomba nitumie fursa hii kutamka rasmi na wazi kabisa kwamba kazi yenu haiendi unnoticed. Ni kazi kubwa ambayo inafanyika, ambayo imeendelea kuimarisha na kuipa sifa mkoa na kuupa sifa mkoa wetu huu wa Shinyanga. Wadau wetu wa kilimo mkoa wa Shinyanga, wakulima, nitumie fursa hii kuwashukuru sana. Hamko nyuma. Mmekuwa mnashirikiana serikali mara zote bega kwa bega. Na tukiwa na jambo lolote, tukiitana tunakutana kwenye huu ukumbi. Mkiwa na jambo mkituambia na sisi tunafanya kwa wakati. Tukiwa na jambo tukiwaomba na nyie mnafika kwa wakati. Hii inaonyesha namna gani ambavyo mkoa wetu una ushirikiano, una umoja, na lengo kuu ni kuhakikisha kwamba yale ambayo tunahitaji yaweze kuwafikia wenzetu kwenye sekta ya kilimo yanakwenda na yanafika. Kwa hiyo naomba kwa kweli nitumie fursa hii kuwashukuru sana. Nitumie fursa hii pia kushukuru sana kamati ya usalama mkoa wa Shinyanga kwa kazi kubwa ambayo mmeendelea kuifanya. Ndugu zangu, mkoa wa Shinyanga uko salama. Na sio kazi yangu mimi tu, bali ni kazi ya kamati ya usalama, japokuwa mimi ni mwenyekiti, lakini timu kubwa ambayo inaendelea kuhakikisha kwamba Shinyanga ina amani, wakulima wanalima, wafanyabiashara wanafungua maduka yao. Ni timu ya kamati ya usalama ambayo imeendelea kuwa karibu kutoa elimu kwa wananchi, na ndio maana hamjawahi kusikia na hamtokuja kusikia mkoa wa Shinyanga una changamoto ya aina yoyote. Shinyanga ni shwari, na ni kwa sababu ya kazi kubwa ambayo timu hii ya kamati ya usalama imeendelea kufanya. Aidha, naomba nitumie fursa hii kuendelea kukumbushana kuwa tarehe 29 Oktoba ni siku muhimu sana ya kutimiza wajibu wetu wa kidemokrasia. Siku ya kupiga kura na kuchagua viongozi wetu watakaounda serikali ya awamu inayofuata. Kupiga kura sio tu haki ya kikatiba,
bali ni mchango wa moja kwa moja katika kuamua mwelekeo wa taifa letu. Hivyo basi, nitoe rai kwa wananchi wote wenye sifa, nikiwa na maanisha kwamba ambao wamefikia umri na ambao ni raia, kujitokeza kwa wingi, kwa amani na utulivu kushiriki zoezi hili la msingi kabisa kwa mustakabali wa nchi yetu. Ndugu zangu wananchi, twendeni tukapige kura. Mimi nitatoka kwenda kupiga kura. Natumai sote kwa pamoja tutakutana kwenye vituo vya kupigia kura. Na sasa naomba nihitimishe. Wakati waheshimiwa wakuu wa wilaya wanaongea, alikuwa ameanza mkuu wa wilaya ya Kahama, anafika sehemu kama anataka kumaliza hivi, unasema labda ndo namaliza, anaendelea mpaka anafika kwenye kuhitimisha. Anakuwa ameshakaribia kuhitimisha, kaenda kahitimisha, akaja mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Kishapu. Akasema kwa kumalizia, alafu anaongea. Nahitimisha, anaendelea kuongea. Sasa ndio sisi ambao tumezoea kuzungumza. Akaingia mheshimiwa Mtatiro, naye akapiga vya kwake. Ukidhani kama ndo anamalizia, ndo kwanza grafu inapanda. Sasa na mimi nimefika kwenye kuhitimisha, nikaanza kucheka. Nikasema sasa hii hitimisha ya kwangu ni ya ukweli. Maana na sasa nahitimisha, alafu unakwenda unazungumza, unafika sehemu kwa kumalizia. Mbona alikuwa anahitimisha na sasa hivi anasema kwa kumalizia? Sasa hii ni hitimisha ya ukweli kabisa. Kwamba sisi mkoa wa Shinyanga tunafarijika kuona matunda ya kazi kubwa kwenye sekta ya kilimo ambayo serikali ya awamu ya 6 imewekeza. Serikali yetu inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Rais alitoa maelekezo madhubuti kabisa ambayo sisi mashuhuda, tukiona maelekezo yale yanaendelea kutekelezeka kwa vitendo, tunafarijika kwa sababu tunajua kwamba hakika serikali yetu, Mheshimiwa Rais amepata wawakilishi kwenye maeneo mbalimbali, mawizarani, kwenye idara mbalimbali, kwenye vitengo mbalimbali, ambao wameendelea kutafsiri maono yake kwa vitendo. Na siku zote kiongozi anafarijika sana pale anapoona kwamba maelekezo, azma yake inaenda kutekelezwa kwa vitendo, inafikia walengwa vile ambavyo walivyotarajia. Anaona kwamba wale ambao amewapa maeneo mbalimbali kuweza kuyafanyia kazi wanayatendea haki. Wale ambao amewapa majukumu wanatekeleza majukumu. Wale ambao wametakiwa kudeliver wanadeliver kwa wananchi. Kwa sababu kinyume na hapo wananchi wanahoji, alafu hawaelewi kwamba kuna watu hapa katikati ambao yawezekana ndio wamechelewesha utekelezaji wa maelekezo. Unakuta wakati mwingine wanaweza wakalaumu serikali, kumbe ni watu wachache. Lakini kwenye sekta ya kilimo na sekta zote, wizara zote nchini, kwa kweli kazi kubwa imeendelea kufanyika na tunafarijika, na sisi mkoa wa Shinyanga tunaendelea kujivunia. Napenda kuwashukuru sana wadau wote ambao mmeshiriki katika maandalizi ya utekelezaji wa mpango huu siku ya leo. Asanteni sana. Baada ya kusema haya, naomba sasa kwa heshima na taadhima na unyenyekevu mkubwa nitangaze rasmi kuwa mpango wa kitaifa wa usambazaji wa mbegu bora kwa wakulima katika msimu wa kilimo mwaka 2025-26 umezinduliwa rasmi. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana, makofi zaidi, makofi mengi zaidi. Makofi zaidi kwa mgeni wetu rasmi kwa kutufungulia utaratibu wetu huu. Sasa tutaenda kwenye tukio halisi la kuonyesha kwamba ufunguzi huu umefunguliwa, na tukio hilo au tendo hilo litafanywa na mgeni wetu rasmi akiambatana na mkurugenzi mkuu Irene wa COPRA pamoja na mjumbe wa bodi ya COPRA, na nitaomba mkurugenzi pamoja na mgeni wetu rasmi watasimama hapo mbele ya sanduku ambalo ni ishara ya gara lenye mbegu ambazo zitaenda kugawiwa kwa wakulima wetu. Kwa hiyo kwa heshima na taadhima ni kuombe mgeni wetu rasmi pamoja na mkurugenzi mkuu na mjumbe wa bodi
muweze kusogea pale, na nitaomba pia wale wakurugenzi watendaji wa halmashauri husika waweze kurejea hapa mbele, wasogee hapa mbele, na watasimama nyuma ya hicho kisanduku, ya hiyo ghala la mbegu, tayari kwa kupokea mzigo wa mbegu kupeleka kwenye halmashauri zao husika. Wakurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Kishapu, halmashauri ya wilaya ya Shinyanga na halmashauri ya manispaa ya Shinyanga, niwaombe msogee hapa mbele, na mtakuwa hapo nyuma ya ghala la mbegu mkiwa tayari kupokea mbegu kwa ajili ya kuzipeleka kwa wakulima. Wale ma-DC wa halmashauri husika pia wataambatana na wakurugenzi. Karibuni sana, na nitaongoza tukio hilo, nitakuwa na tamka ni nini cha kufanya. Karibuni, tukae hapo kwa ajili ya kufungua ghala letu la mbegu na kuweza kuzipeleka kwa wakulima rasmi. Ndugu mgeni rasmi, hapo una ghala, ninaomba ufungue ghala hilo na uweze kutoa mbegu. Anafungua ghala kuashiria ufunguzi rasmi wa ghala la mbegu bora. Mheshimiwa mkurugenzi mkuu Irene atamkabidhi mgeni rasmi mbegu bora ambazo zitaenda kwa wakulima na kuongeza tija ya uzalishaji kwa mazao ya choroko, dengu, mbaazi na soya. Hapo ana mbegu ya choroko kama kiwakilishi, lakini ni kiwakilishi cha mazao yote tuliyotaja. Asante sana mgeni rasmi. Naomba sasa mgeni rasmi wetu mkuu wa mkoa uweze kuwapa maelekezo wakabidhi wakurugenzi wa halmashauri husika ili nao waweze kuzipeleka mbegu hizo kwa wakulima. Asante. Huyo ni mkurugenzi wa Shinyanga, anafuata mkurugenzi wa Kishapu, anapokea furushi la mbegu bora kwenda kwenye halmashauri yake, na anafuata mkurugenzi wa manispaa ya halmashauri ya Shinyanga. Karibu sana, asante sana. Pokea kifurushi chako kwa ajili ya kwenda kuwakabidhi wakulima. Mkurugenzi wa Msalala, karibu upokee kifurushi chako pia kwa ajili ya kupeleka kwa wakulima, na mkurugenzi wa manispaa pia. Msalala, mkurugenzi wa Msalala anapokea kifurushi chake pale kutoka kwa mgeni wetu rasmi, tayari kwa ajili ya kupeleka kwa wakulima mbegu bora. Karibu mkurugenzi wa manispaa ya Kahama, karibu sana, pokea kifurushi chako cha mbegu kwa ajili ya kuwapelekea wakulima wetu. Asante sana mgeni wetu rasmi. Ushetu, mkurugenzi wa Ushetu anapokea kifurushi chake rasmi kwa ajili ya kupeleka kwa wakulima. Shukrani sana. Tunashukuru sana mgeni wetu rasmi kwa tendo hilo ambalo limeashiria ufunguzi wa msimu huu na ugawaji wa mbegu kama kiini au chachu katika uzalishaji. Tunaishukuru serikali kwa kuliwezesha hili na kuendelea kuunga juhudi za wakulima ili kuleta tija katika uzalishaji. Asanteni sana. Naomba sasa tutarejea kwenye nafasi zetu kuweza kumalizia ratiba yetu. Asante sana mgeni wetu rasmi. Baada ya kukamilisha tendo hilo, sasa tuko mwishoni kabisa. Litakalofuata ni neno la shukurani. Anayeshukuru anaomba tena.
Tunamuomba mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi COPRA ambaye amewakilishwa na mjumbe wa bodi aweze kufika hapa aweze kutoa neno la shukrani. Karibu sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sijasikia, naomba tuongeze kidogo. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na mgeni wetu rasmi pamoja na viongozi wote tuliopo katika hafla hii, itifaki ikiwa imezingatiwa, kwa niaba ya mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa taasisi ya COPRA, naomba kuwasilisha kwenu neno fupi la shukrani. Mosi, naomba kushukuru sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kwanza kwa kukubali hafla hii ya kitaifa kufanyikia katika mkoa wa Shinyanga. Tunakushukuru sana. Nadhani hii ni kutokana na mapenzi ambayo wewe mwenyewe binafsi na uongozi mzima wa mkoa mmekuwa nao katika maendeleo ya sekta ya kilimo hapa nchini. Lakini pili, kibinafsi ningekushukuru sana kwa niaba ya bodi na uongozi mzima wa COPRA. Tunatambua ulikuwa na majukumu nje ya mkoa ya kiofisi, lakini kutokana na uzito ambao umeupa sekta ya kilimo na hafla hii ulikuwa tayari kukatisha ziara na kuweza kurejea ili uweze kuwa pamoja nasi hapa leo. Kwa kweli kipekee tunakushukuru sana sana. Pili, tunatoa shukrani zetu za dhati kwa uongozi mzima wa mkoa, wilaya na halmashauri zake zote kwa ajili ya kazi kubwa ambayo mmekuwa mkifanya katika kuendeleza sekta ya kilimo, hususan katika kusimamia mazao haya ambayo COPRA inayashughulikia. Tumesikia mafanikio mbalimbali ambayo yametajwa katika taarifa ya mkurugenzi mkuu, ikiwemo kuongezewa kwa uzalishaji, lakini pia namna ambavyo wakulima wamenufaika kutokana na mauzo yaliyofanyika katika mifumo yetu ya kidijitali. Tunatambua kabisa kazi hii imechochewa sana na usimamizi wenu mahiri katika ngazi ya mkoa, wilaya na hata halmashauri. Hivyo tunawashukuruni sana kwa kazi hiyo. Tatu, napenda kuwashukuru sana wadau wote katika mnyororo wa thamani wa mazao ya dengu, choroko, ufuta na mbaazi. Kwanza kwa kupokea na kukubali kutumia mfumo ambao ni mpya ambao hamkuwa mmeuzoea wa ununuzi wa mfumo wa kidijitali. Tunashukuru sana kwa jinsi ambavyo mmepokea, jinsi ambavyo mlipokea elimu, mlipokea wataalamu ambao walikuja kuwapa elimu katika ngazi mbalimbali ili muweze kutumia mfumo huu. Tunashukuru kwa namna ambavyo mmeweza kuupokea, na leo hii tumekaa hapa pamoja ni kushuhudia matokeo ambayo wenyewe kama wadau mmeyaona kupitia mfumo huu. Tunawashukuruni sana kwa hilo, na tunawashukuruni sana pia kwa uwakilishi wenu kwa kuwa mmewakilisha wale wengi ambao wasingeweza kufika na kuwa pamoja nasi leo. Nne, napenda kuzishukuru taasisi wabia ikiwemo WRB, TMX, Tume ya Maendeleo ya Ushirika kwa ushirikiano wa muda wote ambao tumekuwa mkiipatia COPRA kwa kufanya kazi pamoja katika kueneza mifumo hii mipya, lakini pia katika kuhamasisha na kusimamia maendeleo ya mazao haya katika maeneo tofauti tofauti hapa nchini. Tunawashukuru sana, lakini pia tunawashukuru kwa kuweza kutenga muda wenu na kuweza kushiriki katika hafla hii ya uzinduzi wa kampeni hii ya kitaifa. Tano, napenda kuwashukuru wanahabari wote pamoja na vyombo vyote vya habari ambao mmeweza kushiriki nasi kwa kuwa tukio hili ni la kitaifa. Kwa hiyo tunaamini pia mtalipa nguvu katika kwenda kuhabarisha umma na kuwaonyesha umma mafanikio ambayo tayari yameanza kupatikana kupitia hii mifumo thabiti ya usimamizi ambayo serikali yetu imekuwa ikisimamia na kuainisha na kuwahamasisha wananchi au wadau kutumia. Mwisho kabisa, nirudie tena kuwashukuru wote kwa ushiriki wenu katika hafla hii, lakini pia niendelee kutoa rai na kuwaasa wadau kuendelea kutumia mifumo hii, kwani kama haya mazuri ambayo mmeyaona kupitia kuongezeka kwa bei ambayo mmekuwa mkipata na faida ambazo mmepata, lakini pia hata katika haya ambayo yameendelea leo ya kupata pembejeo muhimu za uzalishaji, pembejeo bora kabisa, itupe chachu na hamasa ya kuendelea kutumia mifumo hii, kwani itoshe kusema kwamba yajayo yanafurahisha zaidi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana.
Asante sana mkurugenzi wa bodi ya COPRA kwa neno la shukurani. Tunaelekea mwisho wa ratiba yetu wa shughuli yetu hii maalum ya kitaifa, ambapo tumezindua ugawaji wa mbegu bora kwa wakulima wetu na tukiwa hapa katika mkoa wetu wa Shinyanga. Tukio litakalofuata, ndugu mgeni rasmi, nitakuomba sasa uridhie tuweze kuchukua kumbukumbu ya tukio hili, na nitawaita wahusika kwa makundi ili kuweza kupata picha na wewe mgeni rasmi, na naomba nitakapoita kundi tuweze kufanya kwa uharaka kidogo, na tutasimama nyuma ya meza kuu, tutapata picha ya pamoja kwa kadri ambavyo nitawaita hapa mbele. Kundi la kwanza, ninaomba kamati ya usalama ya mkoa wa Shinyanga tufike hapa mbele tuweze kupata picha ya pamoja na mgeni wetu rasmi. Karibuni kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa. Wakati hao wanarejea hapa, ninaomba makatibu tawala wa wilaya, wakurugenzi wa mamlaka za serikali za mitaa na wale waliofuatana nao wajiandae. Karibuni kamati ya ulinzi na usalama. Tayari, asanteni sana. Turejee kwenye nafasi zetu. Naomba tunyenyuke makatibu tawala wa wilaya, wakurugenzi wa mamlaka za serikali za mitaa na wale ambao tumeambatana na hao. Karibuni sana. Wakati huo management ya mkoa wa Shinyanga mjiandae. Wakitoka hawa mnakuja nyie. Tusogee, kameraman utatuongoza kuona kama unapata vizuri. Asante sana. Kundi linalofuata ni management mkoa wa Shinyanga. Karibuni sana management. Baada ya hapa wajiandae wakurugenzi wa taasisi ambao wanashirikiana kabisa karibu na taasisi ya COPRA, WWRB, TMX na mrajisi wa mkoa, mwakilishi. Asante management. Nawakaribisha wakurugenzi WWRB, TMX pamoja na mwakilishi wa mrajisi wa mkoa. Karibuni. Baada ya hao wajiandae mwakilishi wa bodi ya pamba. Karibu ungane na hawa hapa. Karibu. Baada ya hapo wajiandae wakurugenzi wa taasisi mbalimbali za Wizara ya Kilimo.
Asante sana wakurugenzi wa taasisi mbalimbali za Wizara ya Kilimo. Okay. Team Copra, management ya Copra, watendaji wakuu wa Copra, karibuni. Na wafanyakazi wa Copra. Wafanyakazi wa Copra wote na ushirika na mimi asanteni sana. Naomba wafuate wakulima wetu, wawakilishi wa wakulima na wafanyabiashara ambao wapo mahali hapa na viongozi mbalimbali wa vyama vya ushirika. Naomba wote tufike, wafanyabiashara, wawakilishi wa wakulima na viongozi mbalimbali wa vyama vya ushirika. Karibuni, karibuni. Kama hawatoshi tunaweza tukagawa kwenye magrupu mawili. Okay. Asanteni sana, na mpaka hapo magrupu yote tumepata ukumbusho mzuri tu. Kutokana na ratiba yetu kwa siku ya leo, hili ni tukio kubwa, tukio la kitaifa, na tungependa tushiriki wote pamoja. Baada ya mgeni wetu rasmi kuondoka katika ukumbi huu, nitaomba tutapata utaratibu wa namna ya kupata chakula. Wote tutapata chakula na tutatoa utaratibu namna ya kupata chakula baada ya mgeni rasmi kuondoka katika ukumbi huu. Na napenda kuwashukuru wote kwa kuwa watulivu na kushiriki katika tukio hili, na mpaka hapa ratiba yetu itakuwa imefika mwisho. Wakulima kadhaa watahitajika, lakini tutaeleweshana. Asanteni sana. Naomba tusimame sasa mgeni wetu rasmi anapoondoka katika ukumbi huu, na naweza kupata kamziki kidogo kwa mbali kamsindikize mgeni.